ndio tukawa tumenunua uwanja huu. Sasa ni wazo la mkutano, maana nimesema kanisa kuja hapa. Kwanza kabla ya kuja hapa kulikuwa kuna kanisa lingine au hakukuwa na kanisa kabisa wakati nyinyi mnakuja hapa? Wakati tunakuja hapa yalikuwepo makanisa mengine ya Romani, kanisa la Wasabato na kanisa la Ujumbe wa Elia pamoja na Mennonite na kanisa lingine silikumbuki jina, ila wanaliita kwamba kanisa la kiroho, kanisa takatifu la Mungu la kiroho. Sawa. Nilikuwaje wazo la mkutano? Lilianzaje wazo la mkutano kwamba jamani, nini kilisababisha watu walete mkutano Seka? Kilichosababisha kwamba tulete mkutano Seka ni kwa sababu ya wakati tukiwa tunamwomba Mungu kuhusu Mungu alifungue eneo letu la Majita au anga la Majita, maana kulikuwa na giza, maana kulikuwa na umbali mkubwa sana wa kutoka kwenye makanisa yetu. Kulikuwa na umbali, kwa inavuka vijiji hata 6 au 7 ndio unakuta kuna kanisa la EAGT. Kwa hiyo tukaona kwamba ni vyema angalau makanisa yawepo ya kuzunguka hata maeneo haya tulio yakaa. Kwa hiyo kila kijiji tulitamani kwamba sasa angalau kila kijiji kiwepo kanisa la EAGT. Hicho ndicho pia kilipelekea mpaka kuwa na mkutano. Na pia zaidi ya hapo, kuna wakati ambapo kipindi nikiwa kwenye maombi nikamwambia mchungaji wangu kwamba tazama, mimi ninaona nitaenda kuchunga sehemu fulani, lakini kule hakuna kanisa. Lakini baadaye ndipo wakaniambia kwamba wewe endelea kumwomba Mungu. Kwa hiyo tulivyoendelea kumwomba Mungu, nikawa naendelea kumwambia kwamba Mungu ameniambia kwamba niende nichunge pale, kwa sababu naona kuna kondoo wengi sana lakini hawana mchungaji. Naona kondoo wengi lakini wanatawanyika tu, lakini kuna mbwa wanawafukuza. Sasa yale maono nilivyokuwa nampelekea, akawa ananiambia kwamba mbwa huyo ni shetani na pia kondoo ni wale watu wa Mungu ambao Mungu tayari alishaokoa. Maana Biblia inatuambia kwamba kuna watu ambao Mungu aliwaokoa tangu asili. Mungu waokoa kama kina Yeremia ambao Mungu aliwajua tangu wangali tumboni mwa mama zao. Kwa hiyo walikuwepo watu mahali hapa, lakini walikuwa hawana wachungaji. Kwa hiyo wakawa wanatawanyika. Iligharimu kwa kiasi gani kuweza kufanikisha kuanzisha mkutano kwa mazingira ambayo haya ndio? Kwa kugharimu kuhusu muda na rasilimali labda ya fedha au chakula ambacho kilikuwa kinahitaji, kwa kukadiria ilikuwa inagharimu kama kiasi gani ili kazi ya Mungu iweze kusimama kwa kuanzia na mkutano? Yaani kwa habari ya muda, iligharimu muda mwingi sana. Kuja kuanzishwa kanisa hapa imepita miaka 4 tukiwa tunaendelea kuliombea eneo, kuliombea anga na kutembelea eneo husika na kuzunguka. Unazunguka, unapita barabara zote ukiwa unamwomba Mungu, unamwambia kwamba ninateka anga hili, ninateka ardhi hii, ninateka rasilimali za mahali hapa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Kwa hiyo ikapita kwa miaka 4. Baada ya mwaka wa 5 ndipo sasa tukafika. Na kwa habari ya gharama ya fedha tulizotumia pamoja na chakula, iligharimu kama shilingi. Chakula tulikuwa tunaalika tu yale makanisa yetu, wakawa wanachanga chakula, lakini fedha tulichanga kama kiasi cha 700,000 ndicho tulichotumia kwa ajili ya kufungua mkutano. Maana mkutano wenyewe hatukufuata mhubiri kutoka nje, isipokuwa ni kwenye makanisa yetu haya vijiji jirani hawa tulio nao karibu ndio tukawaalika. Kwa hiyo haikugharimu kiasi kikubwa sana, maana ingelikuwa ni kufuata mtu mbali ingegharimu kiasi kikubwa sana. Hapa tulipo ndipo kanisa lilipo. Ndio. Iligharimu kiasi gani
kupata ile eneo kwa mara ya kwanza? Kwa mara ya kwanza iligharimu shilingi 700,000. Kwa mlikuwa mmesapata 700,000. Mlizipataje hizo fedha 700,000 kwa ajili ya kununua kiwanja? Kwa sababu sema hata mkutano mmetumia kiwango kinachofanana na hicho. Fedha ya kwanza kabisa kununua kiwanja mliweza kuipata vipi? Fedha ya kwanza kununua kiwanja ndio hicho ambacho tulitumia harambee, lakini haikufanikiwa vizuri, ikawa ina madeni mengi, maana kuna baadhi tulikopa, tukafanya harambee, ikapatikana kiasi kidogo sana cha fedha. Baadaye ndio tukaongezea na chakula tulicholima sisi kama familia ya mchungaji, tukaongezea na ile hela, tukapata hiyo shilingi 700,000. Kwa hiyo hiyo 700,000 ikimaanisha kwamba kuna pesa ambazo za wale waandishi, ndio maana ikakamilika, yani zoezi zima ilikamilika kwa shilingi 700,000. Sawa. Kwa mtu akiona hivi na muda ambao umesema kazi ya Mungu imeanza, je, hakuwahi kujengwa kanisa hapa? Kwa sababu mtu akiona hivi na muda ambao ulisema kanisa limeanza, anaweza kuona mbona sasa kanisa halijapiga hatua. Je, mlianza hivi hivi au kuna kitu katikati kilitokea mpaka sasa mkafika kanisa kwa mazingira? Tulifanikiwa kujenga jengo, tukamaliza, tukapaua na kuweka milango. Lakini siku moja ndipo mvua kubwa na kimbunga ndicho kilichopelekea jengo kuanguka. Maana anam tulijenga, lakini tulikuwa bado hatujafunga anam. Kwa hiyo zile anam ndo zikawa zinaingiza upepo, ndio kawa umeingia ndani, ukanyanyua, ikajaribu kunyanyua paa, lakini kana kwamba ikawa inashindikana. Maana ilianzia eneo la huku mkono wangu wa kulia, ikajaribu kulisukuma, lakini ikawa imeshindikana. Ndipo huku mkono wangu wa kushoto ikaingia ndani, halafu ikaipushi, ikainyanyua juu, ndipo jengo likawa limeangukia mkono wangu wa kulia. Kwa sababu pia eneo hili kuna miti mingi pia, ndio kilisababisha hicho pia. Tumsaidie mtazamaji, mwingine anaweza sielewe anam ni kitu gani. Ni sehemu ambayo mtu kama nyumba imeshajengwa alafu imeezekwa, kuna sehemu zinapitisha upepo mbele ya nyumba. Kwa mfano unapojenga vile, kama unapojenga madarasa, si ndio inakuwa hivyo? Ndio. Kuna sehemu ambayo inaruhusu kupita upepo ambao unakuwa bado haujazibwa na matofali. Haujazibwa na tofali. Tunawasaidia watazamaji ili waweze kuelewa hiyo anam nini. Poleni sana kwa hiyo. Je, ilivyo